والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني في الله، نوصية مناقيل جوكم إن شاء الله سبحانه وتعالى هي نكسير نوصيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. Wazangu katika imani, tunasema yote haya ambayo tumeyataja kwa ufupi yana sababu zake nyingi sana, lakini sababu chache katika hayo ni dhaifu imani wa qillati muraqabati Allah ta'ala, ni ule udhaifu wa imani tuliokuwa nazo. Hili ni sababu moja kubwa sana. Imani kila inavyoshuka ya mwanadamu, sababu asili ya imani inapanda na kushuka. Kwa hiyo muumini ni yule ambaye zinaposoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinamuongezea imani. Anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala, imani inaongezeka na moyo unapata hofu. Lakini baada ya kukosekana kwa imani ndiyo chanzo na sababu kubwa ya haya tunayoyaona. Bali Mtume anasema man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, yule anayeona ovu alizuie kwa mkono, ikiwa hawezi basi aseme, ikiwa hawezi achukie moyoni. Wadhalika adhafu iman, hiyo ni imani dhaifu. Kwa hii ndio daraja ambalo tumefikia waumini wengi au 90% na ziada. Imani zetu zimekuwa chini sana. Ni wewe uko nyumbani kwako, mtoto wako anatoka na visuruali vya kubana, sema huu ni wakati. Imani yako duni sana. Yuko na wakati, anakuwa na wakati, utaulizwa baba, Allah hatakuacha. Kwa hii ni imani dhaifu na kutokumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Bali jambo la pili, al-bu'd min Qur'ani wa sunna, ni watu kuwa mbali na Qur'ani, hawajui Qur'ani, hawakusoma wala hawajui, bali sunna za Bwana Mtume wako nazo mbali, kwa maana ya mafundisho na maelekezo ya Mtume watu wameacha mbali. Mtume anasema al-mar'u ala dini khalili, mtu yuko chini ya dini ya rafiki yake. Yaani mwanadamu siku zote dini yake inaendana na dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum, na atazame mmoja wenu mayukhalilu, ni yupi wa kufanya rafiki. Wengi tunachanganyika na marafiki ambao ni wao, hao ndio marafiki zetu. Sasa unapochanganyika na rafiki mwovu, hakuhamasishi katika wema. Kwa hiyo ni kwa sababu hatujui mafundisho ya Bwana Mtume. Lakini jingine ni wasailul i'lami alfasida, ni hivi vyombo vya habari ambavyo ni vichafu, viovu. Vyombo vya habari kwa asilimia kubwa kabisa vinachochea maovu, wa mawaqi tawasul, na channel za mawasiliano nyingi. Tanshuru ar-radila, kazi yake ni kupeperusha na kueneza mambo machafu, uzajinul maasiya, na kupamba maasi. Simu hizi zinapamba maasi mno kuliko mema. Matumizi ya simu katika kupeleka dini mbele ni asilimia ndogo kuliko kuivuruga dunia. Vyombo vya habari vimekuwa hivyo, na mzazi leo, mtoto darasa la 3, la 4, la 5 amekabidhiwa simu, aona kila kitu. Mtoto amekuwa kwenye simu, anafika mbali mno kuliko mzazi. Na tumewafungulia hilo, tumesema ni wakati huu wa sayansi na teknolojia, tukawafungulia watoto hayo. Mtoto anayajua mambo mengi ambayo wewe mzazi huyajui kwenye habari. Lakini kadhalika at-taqrib al-kufar, kuiga makafiri ni sababu kubwa sana ya mmomonyoko wa maadili. Wal mashahidi, na kuiga wale watu mashuhuri. Tunaona wao ni mashuhuri, wameendelea, amevaa kikuku mguuni mwanaume huko, pengine mishoga, wewe unaiga. Ametoka kuwa sababu ni star, ametoka sikio, ametoka rasta sababu ni star duniani. Huyu ni star ndani ya jahannam. Sasa wewe unaiga, umekosa kiigizo. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mnaye mtume, huyo ndio mfano bora wa kumuiga. Lakini mtume anasema man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, yeyote yule ambaye akijifananisha na watu, basi huyo na yeye atakuwa nao jahannam, wako pamoja. Hivyo tiba ni nini? Tufanyeje ili tuweze kuepukana na mmomonyoko wa maadili? Unasema ataqwallahi wa muraqabatullah,
tumche Allah tumche Allah na tumchunge Allah tabaraka wa taala. Allah anasema man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yule anayemcha Allah atampa njia ya kupita atoke katika magumu. Wewe Muislamu kumcha Allah. Lakini pili, inayatu bitarbiyati al-abna'i wal banati, ni kujilazimisha sana kushughulikia sana malezi ya vijana wetu wa kiume, lakini malezi ya vijana wetu wa kike. Ndugu zangu katika imani, mmomonyoko umekuwa ni mkubwa sana katika malezi. Binti anakuja na boyfriend, kijana, baba huyu rafiki yangu, wako pamoja chumbani, tuna discussion ya somo fulani chumbani. Hakuna kuumba baina ya mwanaume na mwanamke faragha, hawakai wawili mume na mke pamoja faragha, isipokuwa watatu wao ni shetani. La yakhluwana ar-rajulu wa imra'a, asikae faragha mwanaume na mwanamke isipokuwa watatu yao atakuwa ni shetani. Sasa baba, chunga hili, kataa haya, simamia vizuri watoto wako wa kiume wa kike, lakini na wa kiume kadhalika. Sio alete binti nyumbani kwako hati wana discussion ya masomo yao. Kuzana katika dini, mmonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa. Huko mashuleni kwenyewe, huko vioni, tunasikia aibu na fedheha ambazo ziko huko. Huko binti akichangia chuo miaka yake ni 18 20, na huyo ni mkubwa, feel free, yeye yuko free, ni mkubwa, wala haulizi wala hasimamii, anajisimamia mwenyewe. Tunashuhudia katika vyombo vya habari maafa, vifo vinapatikana kwa sababu ya watoto wetu kuporomoka kwao maadili, wanauana huko. Na wewe unataka mtoto wako aende akafe kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili, zembea katika malezi. Tumesema kullukum ra'i, kila mmoja katika ninyi ni mchungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na kila mmoja ataulizwa kwa kile ambacho amekichunga, amekisimamia. Jambo jingine, al-muhafadhatu ala salat, tuhifadhi swala, tuwaamrishe watoto wetu na sisi wenyewe tudumu na swala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, swala inatukataza na mambo machafu, zinaa na mambo maovu. Pia tuamrishe mema. Hili ni jambo kubwa sana ambalo limekuwa na mapungufu. Kila mmoja ni mchungaji jamani, usisubiri kazi hii iwe ni maulama. Hapana, kila mmoja akiona baya, akiona ovu, basi alikemee. Tumesema ikifikia mahali watu hawaamrishi mema wala hawakatazi maovu, basi wasubiri balaa ambalo litashuka. Wattaqu fitnata allati la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Allah anasema iogopeni adhabu ambayo ikiteremka haitomgusa yule ambaye aliyefanya kosa peke yake, bali itawakuta watu wote. Jueni kwamba adhabu ya Allah ni kali. Kwa hiyo amru bil ma'ruf ni amri ya Allah, waltakum minkum umma, lazima lipatikane kwenye nyinyi umma uweze kuamza mema. Kazi ya wanachuoni, kazi ya walimu, kazi ya mashehe na kazi ya kila mmoja. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, kila atakayeona ovu alizuie kwa mkono wake. Ikiwa hawezi, basi isikie mahali azungumze au aseme. Na mwisho ni kuwahimiza mabinti zetu washikamane na hijabu ya kisheria na washikamane na tabia ya aibu, washikamane na tabia ya kuwa na haya. Atokaje binti yako nyumbani kavaa suruali, kavaa kipedo, kavaa kijiguo cha kulalia kimemwamba mwili? Hapana. Tumesema alhayau la yati illa bil khair, haya aibu haileti siku zote siku khair. Na anasema haiondoki, haimpambi mtu haya isipokuwa mtu huyo anatengemana, na wala haitoki aibu kwa mtu isipokuwa inambomoa kabisa. Kwa hiyo tusibomoke, tujenge maadili yaliyo bora, tusimamie familia zetu ili tujivue na masuhulia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد.